Viongozi wa kaunti ya Bungoma wakiongozwa na seneta Wafula Wakoli wamemtaka Inspector Generali wa polisi Javeth Koome kuingilia kati hali iliyoshuhudiwa ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wakoli alikuwa akizungumza huko Kaptama, Mlima Elgon, ambapo mfanyabiashara ambaye alikuwa kasisi wa kanisa la mtaa alipigwa risasi siku ya Ijumaa na genge lililokuwa na bunduki. Nikimnukuu, maafisa hawa itabidi wahamishwe, sitakaa nyuma kwani watu wetu hawajalindwa, Wakoli alisema. Tunataka haki kwa mchungaji. Tunataka kujua washambuliaji walikuwa na masuala gani naye. Tulikuwa tukifurahia usalama hapa. Hatutaki kurejeshwa kwenye siku za giza, akasema naibu gavana wa Bungoma Jennifer Mbatiani. Marehemu David Ngenyo alishambuliwa na kupigwa risasi mgongoni katika soko la Kaptama, jambo lililoibua wasiwasi juu ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Mbunge wa Kimilili Dismas Baraza pia alitoa wito kwa maafisa wa usalama wanaohudumu katika kaunti ya Bungoma kuhamasishwa na kuwa wamehudumu kwa zaidi ya miaka 15 katika kituo kimoja cha polisi. Hisia zinazoungwa mkono na mwenzake kutoka Webuye Magharibi Martin Wanyonyi Pepela. Viongozi hao wamesema visa vya ukosefu wa usalama vimekithiri katika maeneo bunge ya Kimilili, Kanduyi, Kabuchai, Mlima Elgon, wakilaumu ulegevu wa wakuu wa usalama katika kaunti ya Bungoma. Kulima shamba si kulima watu, si hivyo? Hayo inaonyesha mtu yule ambaye ako na bunduki kwa barabara. Na mwenye alifariki hapata haki yake. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi nataka polisi. Saa hiyo ungekuwa umeleta maumbo kali ya polisi ile kutafuta wa terrorist, ingekuwa anatembea hapa kutafuta wale watu ambao waliua pastor huyu ambaye alikuwa. Mimi naomba na kwa siku 2 kama polisi ambaye anahusika na usalama ya hapa, kama hawatakuwa wamekamata wakora ambao wameua pastor huyu, mimi naona ule polisi ambaye anasimamia hapa apeleke Marsabit. Hapo ndio kuna training ya kutafuta askari kwa kabisa. Mtu ambaye aletwa hapa ni mtu ambaye anawajibika. Pastor ambaye alikuwa si mhalifu, anatembea na Biblia peke yake. Pastor ambaye yako na moyo wake, hata si mtu ambaye anagombana na mtu. Mtu ya kuomba pole pole, mtu ya kulisha watu roho ya neno la Mwenyezi Mungu, alafu wakora wanakuja wanaua pastor. Pastor ni mtu ya kuua kweli? Mauaji ya Msabot ni mauaji ya Mtachoni na ni mauaji ya Mbukusu. Nimefanya tumekuja hapa kwanza kushutumu hii mauaji. Haiwezekani kama imefikiwa kuwa mtu ambaye ni mtu wa Mungu. What about mwananchi wa kawaida? Ndio sisi kama Kenya Kwanza, sisi tuliahidi ya kwamba lazima tukichukua uongozi, wala ambao wako na bunduki tuwashike na tunyang'anye hiyo bunduki. Tumehuzunika sisi wote kwa kumpoteza pastor. Pastor alikuwa ni mtu anaombea watu, alikuwa anatuuzia vitu kwa duka yake, ni mtu hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Na vile viongozi wengine wa Bungoma wamesema, hiyo ndio barabara. Tunataka haki ipatikane na ipatikane haraka. Tunataka tujue wale watu ambao waliua pastor, watuambie pastor alikuwa na shida gani na wao. Maana sisi katika mlima huu tulikuwa tumeanza kufurahia usalama, lakini sasa hatutaki watu ambao wataturudisha nyuma mahali tulikuwa. Kuna maaskari hapa Bungoma, hata hapa kwa hii police station, wamekaa zaidi ya miaka 15. Na kila mara nyinyi mkisema ondolewe, kuna mtu anazuia. Hebu nataka kuambia maafisa wa polisi hapa Bungoma, sisi pia tumezaliwa na wamama kama wewe. Kama umetosheka na kazi, funga virago.